Ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Nilipita katika mitandao mbalimbali ya kijamii nikakutana na kichwa cha habari ambacho kinasomeka ya kwamba jinsi mtoto wa mitaani alivyomwokoa Rais Ibrahim Traore kutoka kwa mapinduzi, ambapo nilivutiwa sana na kisa hiki ambacho kinamhusu mtoto mdogo kutoka pale nchini Burkina Faso ambaye alimwokoa Rais Captain Ibrahim Traore asipinduliwe na watu wabaya. Je, kisa hiki kipoje? Nimeweza kukifuatilia na kukifahamu mwanzo mwisho. Hivyo katika video hii tunakwenda kukiangaza kisa hiki mwanzo mwisho. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na ikiwa ndio mara yako ya kwanza kutembelea katika chaneli hii, mtazamaji wa Bongo Super Media, na kusihi tu bonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media, lakini pia uwe umejiunga na wanafamilia wengine waliopo hapa zaidi ya 100,000. Sasa tuanze. Katika jiji la Ouagadougou, mji mkuu wa Burkina Faso, hali ya taharuki ilikuwa imegubika anga zima. Ilikuwa ni majira ya saa 8 za usiku, giza nene likiwa limefunika mitaa, ila milio ya risasi na milipuko kutoka kambi za jeshi ikavunja ukimya. Kulikuwa na jaribio la mapinduzi dhidi ya rais mchanga na jasiri Captain Ibrahim Traore. Wale waliopanga mapinduzi walikuwa wanajeshi wachache waliovunjika moyo, wakisaidiwa na watu kutoka nje ya nchi ya Burkina Faso ambao ni wahamiaji waliotaka kumletea vurugu na kurejesha mamlaka mikononi mwa matajiri wa zamani waliokuwa wakinufaika kabla ya Traore kupindua mfumo wa kifisadi. Katikati ya vurugu hizi, mtoto mmoja wa mitaani aliyegeuka kuwa shujaa wa taifa. Jina lake halijajulikana kwa wengi na wala hakutajwa jina lake, lakini watu walimuita tu Isa. Alikuwa ni kijana mdogo kabisa mwenye umri wa miaka 13. Alikuwa ni yatima na aliyekulia katika mitaa mikali ya Ouagadougou. Ingawa alikuwa hana makazi wala familia, moyo wake ulijaa uzalendo na hofu ya Mungu. Isa alikuwa na ujuzi wa pekee. Alijua njia zote za siri kupitia mitaro, vichochoro na vichugu vya mji. Hivyo basi, siku hiyo ya jaribio la mapinduzi, Isa alikuwa karibu na ikulu ya kijeshi akitafuta chakula kwenye mapipa. Aliposhuhudia wanajeshi waliovaa sare zisizo rasmi wakielekea upande wa jengo la mawasiliano, aliwasikia wakizungumza kwa lugha ya kigeni, wakisema kuwa Traore lazima ashikwe kabla ya alfajiri. Ikumbuke tu hapo ilikuwa ni mida ya saa 8. Na hapo kijana huyu yatima Isa akajua kuwa kitu kibaya kilikuwa kinaendelea dhidi ya Rais Traore. Hivyo basi, Isa alikimbia kwa kasi kupitia njia za siri hadi sehemu ambayo aliwahi kumwona afisa mmoja mtiifu kwa rais akiwa na kikosi kidogo. Na ikumbuke tu kwamba Isa amekulia katika mitaa ya Ouagadougou, anajua njia zote na chochoro zote za Ouagadougou. Hivyo ilikuwa ni rahisi sana yeye kukimbia na kwenda kumtafuta afisa ambaye anamfahamu yeye kwamba ni mtiifu kwa rais wa nchi ya Burkina Faso Captain Ibrahim Traore. Kwa sauti yake ndogo lakini ya haraka alielezea yote aliyoyaona bwana Isa kwa kamanda ama afisa huyo ambaye anamfahamu yeye kwamba ni mtiifu, kwa sababu Isa ni mtoto wa town, hivyo anajua ni kina nani ambao wako watiifu kwa upande wa Rais Traore. Alianza kumwelezea mwanzo mpaka mwisho majira hayo ya usiku. Kwa bahati nzuri, afisa huyo alimwamini na kuamua kufuatilia taarifa hizo ambazo kijana Isa aliamua kuzitoa kwa ajili ya kumsaidia rais wake Captain Ibrahim Traore, ambapo kimsingi tayari ameshaingia katika mikono ya watu wabaya. Kwa msaada wa Isa, walizunguka njia ya nyuma kwa nyuma, wakaingia kwenye sehemu ya jengo ambalo ni la ikulu. Kisha wakafanikiwa kumtoa Rais Traore kwa asili kupitia handaki lililokuwa limefungwa miaka mingi, na hivyo Rais Traore akatolewa ikulu kwa namna hiyo, njia ambayo ni watoto wa mitaani tu waliokuwa wakijua, kwa maana Isa ndio alielekeza kwamba kuna handaki ukipita hapa moja kwa moja unaweza kaingia ikulu na ukamtoa rais, kwa maana Isa ni mtoto mdogo sana ambaye anafahamu mambo mengi ya pale Ouagadougou. Basi bwana, hivyo Captain Ibrahim Traore wakamtoa ikulu kwa namna hiyo. Baada ya masaa machache kupita, msaada wa vikosi vya waaminifu na taarifa za Isa na jaribio la mapinduzi lilizimwa haraka iwezekanavyo, na waasi wakakamatwa haraka kweli kweli, na wale waliotoka nje nchi
walifukuzwa haraka katika nchi ya Burkina Faso. Kwa hivyo Issa akawa amemsaidia rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore. Kama ambavyo nafahamu kwamba wiki moja iliyopita kulikuwa na mapinduzi huko. Hicho ndicho ambacho kilitokea. Siku iliyofuata nchi iliamka ikiwa salama kabisa. Rais Traore alizungumza na taifa akiwa hai na salama, na katika hotuba yake alisimulia kwa fahari jinsi mtoto mmoja wa mitaani ambaye hakuwa na jina wala sauti katika jamii alivyookoa maisha yake na taifa. Aliahidi kumlea Issa kama mwanawe na kumpeleka shule na kuhakikisha kuwa watoto mitaani wanapewa nafasi ya pili maishani. Na hivyo mtoto Issa asiyejulikana aliandika jina lake kwenye historia ya Burkina Faso, si kwa bunduki bali kwa moyo wa ushujaa ambao alikuwa nao kijana mdogo kweli kweli anayefahamika kwa jina la Issa. Huyu anakumbukwa na ameandikwa katika vitabu vya kihistoria pale nchini Burkina Faso hivi sasa. Na ikumbuke pia kwamba kutokana na msaada mkubwa sana ambao Captain Ibrahim Traore amepewa na kijana mdogo kabisa ambaye umempachika jina la Issa, hakika ameamua kumchukua na amesema kwamba atamlea kama mwanake. Yani kiufupi tu Issa sasa hivi katoboa maisha, kwa sababu ataishi maisha mazuri. Kama ambavyo nafahamu kwamba Captain Ibrahim Traore ni tajiri kwa sasa, hivyo Issa ataishi katika misingi ya utajiri, atasomeshwa na kila kitu ataweza kufanyiwa na Captain Ibrahim Traore. Kama ambavyo nafahamu kwamba Captain Ibrahim Traore anao watoto wawili kama si watatu, hivyo akimwongeza na Issa atakuwa ni mtoto wake mwingine ambaye ni kama amemwasili kwa lugha nyingine. Na hii ni kutokana na mchango mkubwa ambao ameuonesha katika nchi ya Burkina Faso na kuokoa maisha ya Captain Ibrahim Traore. Na ikumbukwe tu ya kwamba bila Issa, kijana huyu wa mtaani ambaye alikuwa kizurula katika mitaa yake huko Wagadugu majira saa 8 za usiku, bila kugundua kile ambacho kimepangwa dhidi ya rais wake Captain Ibrahim Traore, pengine hivi sasa tungekuwa tunazungumza mambo mengine kabisa, kuwa ameondoshwa duniani kutokana na mambo ambayo hivi sasa yanaendelea. Na hotuba hata ya Traore aliweza kuzungumzia kuhusiana na kijana huyu mdogo ambaye amegomboa maisha yake. Mpaka hapa mtazamaji wa Bongo Super Media umeweza kugundua ya kwamba mtu ambaye haumzanii, kijana ambaye unamkuta tu mtaani, humjui hakujui, unamdharau, huwezi jua kama siku moja atakuja kukuokoa. Yani Captain Ibrahim Traore amezungukwa na makamanda mbalimbali na makomando mbalimbali, lakini hawakufanikiwa kugundua njama ambayo alikuwa amepangiwa. Mpaka pale kijana mdogo Issa ndipo ambapo akagundua hakika mtu ambaye anakusaidia kuna wakati mwingine huwezi kumjua kabisa. Kijana mwenye umri wa miaka 13 amemwokoa Captain Ibrahim Traore, rais wa mpito wa nchi ya Burkina Faso ambaye anaandamwa kweli kweli na waasi mbalimbali kwa ajili ya kumtoa madarakani ili wao waingie madarakani. Hakika Captain Ibrahim Traore yupo katika wakati mgumu sana dhidi ya kuiongoza nchi yake ya Burkina Faso, kwa sababu watu wabaya wako naye bampa tu bampa, bega kwa bega, kwa ajili ya kuhakikisha wanamtoa katika madaraka aliyokuwa nayo. Mtazamaji Bongo Super Media, na kufikia hapa sisi Bongo Super Media hatuna la ziada. Kama ikiwa ndio mara yako kwanza kutembelea katika chaneli hii, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbali kutoka hapa Bongo Super Media. Lakini pia yapi maoni yako kuhusiana na tukio hili la mtoto mdogo kumwokoa Rais Traore? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment.